Niambie mke wangu. Ulikuwa unanitia nini? Mume wangu, jana nilisikia unaongea na simu na mtu. Sikujua una mazungumzo gani. Ndio maana nikakuita nikuulize, maana kuna muda mwingine na sipendi kuuliza. Unaweza kaniambia unaongea na nani? Jana ile wakati narudi ile jioni, kama nilivyokuambia, unajua tuna swala la huyo mtoto. Yes, swala la huyo mtoto. Sasa kama mama Eliadi alivyonipa ni na yeye mwenyewe unajua alimuokota. Sasa wakati naongea na simu ile jana nampigia, nilikuwa naongea na mhusika ambaye ndo aliniambia anamtafuta mtoto. Sasa kulingana na maelezo yule mtoto alivyonielezea kwa ufupi mpaka sasa hivi hapa na mashaka naye. Kwa inaonekana hata yeye pia yule mtoto kama sio wa kwake. Sasa ni najaribu kumpima na yeye pia nijue na nia gani juu ya huyo mtoto. Kwa hiyo ndio maana unaona simu za mara kwa mara, picha, lakini sio kwa lengo baya. Unajua tena. Usijue kanielewa vibaya mke wangu. Kwa hiyo ni hivyo tu. Au una swali lingine tena? Ndio, kwa nini naweza kumwita huyo mtoto tukaongea naye au nikamwona? Huyo mtoto alikuwepo hapa au ametoka? Alikuwepo, unaweza kumwita. Kabula ameenda wapi? Yupo, labda jaribu kumwita. Kabula. Kuna simu. Alikuwepo haya mazingira. Kabula. Mimi sauti yangu iko chini mke wangu. Mwite kwa sauti tusikie, labda anaweza akae mbali kidogo. Kabula! Abe, njoo. Sasa unaona, wewe ndo unaka sauti. Sawa. Njoo kae. Hebu kaa hapo kidogo. Sasa ninaona njoo kae. Mimi mke wangu njoo kae. Unaonekana sasa hapa ni kama tunamtenga. Sawa. Niambie Kabula mwanangu. Unajua Kabula mwanangu, toka tumefika hapa sijakaa na wewe kuongea na wewe vizuri, japokuwa nimekuleta hapa, nitoka nimekuchukua huko. Nilikuwa nataka niambie vizuri, umepatwa na nini mpaka huko hapa mwanangu? Natembea na mfuko huko mwenyewe kama hivyo. Unaweza ukaniambia nini kinakupata? Nini kinakusibu? Ni kweli mwanangu, ondoa hofu, afu changamkaga Sawa? Asante sana kwa swali zuri. Mimi ni mtoto ambaye sina wazazi, lakini nimeishi nikilelewa na baba mkubwa. Baba mkubwa? Ndugu yake kabisa na baba yako? Ndiyo, ni baba mkubwa kabisa. Niambie, ilikuwaje mpaka ukatoka huko? Baba alipofariki aliacha nyumba na mali, na baba mkubwa alikuja kuishi pale kwa ajili ya kuzilinda zile mali. Lakini mama hakunipenda. Nilipitia changamoto nyingi sana, nikaona nitoroke. Mama yako mzazi? Hapana, namaanisha mke wa baba mkubwa. Na ilikuwaje sasa mpaka ukaja ukaokotwa huko msituni? Nilivyotoroka nilikosa mwelekeo, lakini akaja baba mmoja akaniokota. Ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Yelele mama, yelele mama, yelele. Yelele mama, yelele mama, yelele.
gani? 1000 kwa 1500. Tuletee cha moto cha baridi. Kwa hivi Ese, pole sana. asante. Usijali, tutaishi pamoja hapa sawa? Usiwe na hofu. Namuona wewe. Huyo ndo atakuwa mama yako sasa hivi sawa? Usilie. Sikia nikwambie, baba si yuko ndani. Tumchezee mchezo. Tuanze kumimba kabura. Tukishaanza kumimba kabura, akija akakupiga kama wewe kofi. Unazimia, ukishazimia usicheke. Unasikia? Ukizimia usicheke. Hilo ni wazo zuri mdogo wangu. Hivyo umelitoa wapi hilo wazo mdogo wangu? Hiki ni kichwa. Nadhani kama wewe kichwa boga. Boga, kichwa boga mwenyewe. Muone. Tufocus sasa sana jambo letu, sawa? Kabura, 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 kabura. Hivi mnaimba manini hayo? Nyinyi mnapiga kelele hapa. Unanitania sio eh? Wewe. Pita kitambaa tumpepee mwenzio hapa. Ni kwa kweli mambo mengine yani mimi haya matoto sasa haya Ina maana mnanichezea mchezo sawa eh? Yaani matoto mengine bwana.
Halo. Salama tu kwema? Ndio. Yule mama na haki zote. Si alileta dokumenti zote pale ofisini? Sasa kama ana dokumenti zote, kuna haja gani ya kuanza kumsumbua? Yule ana haki zote kabisa, kwa sababu kuna muda mwingine watu wanadhani kwamba unapokuwa na fedha nyingi ndio kuimiliki haki. Sikia nikwambie, haki ya mtu husimama katika haki yake mwenyewe. Yaani haijalishi kuna fedha wala nini, kama ni haki ni haki. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie yule mama ana haki zote. Tena ombeni msimgasi sana yule mama. Si yule mwanasheria ameshafika hapo? Mwambie asimamie vizuri hiyo kesi. Na mkiona mambo yamekuwa magumu, hebu naombeni mnipigie, mwambie yule mama anipigie ili kusudi mimi nimsaidie. Mimi nipo kwa ajili ya kutetea haki za wanyonge, sawa? Haya, nashukuru sana. Haya, simamia hilo jambo. Haya. Asante sana. Sasa keti hapa hivi. Asante sana. Karibu kwenye kiti. Asante. Rafiki yangu. Habari za siku bwana. Sasa nzuri, namshukuru Mungu bwana. Ndio. Bwana sisi tupo hapa. Sawa. Mambo yanaenda vizuri, tunamshukuru Mungu kwa kaamua tu leo nikutembelee. Najua ujio wako leo umekuja ukiwa vizuri, maana tangu ile siku ulitoka ukiwa una huzuni nini. Lakini leo na mimi naona umekuja umefurahi kweli. Mambo tu ya kifamilia na ni mambo tu ya kimaisha. Ndio. Naam. Unajua jambo la msingi sana katika maisha yetu sisi wanadamu. Ndio. Hakuna kitu ambacho ni cha thamani kama furaha. I say, hilo ndo la kwanza. Yaani furaha, hilo ni kitu cha muhimu sana. Ni kitu na mtu ukiwa umepoteza furaha, ndio amani ya moyo huwezi kuipata. Kwani naamini kwamba leo ulivyokuja hivi sasa sawa. Nashukuru sana kwa kuja kunitembelea. Ndio. Sasa rafiki yangu, naomba nikuulize jambo. Najua leo umekuja na jambo zuri. Ulifanikiwa kumpeleka yule mtoto kwenye uongozi wa serikali za mitaa? Sema kweli, mtoto sikubahatika kumchukua. Na hivi sasa nilivyokuja mahali hapa, hivi sasa nyumbani kwangu hayupo, alitoroka. Wewe, naomba nyosha Kiswahili vizuri. Unasema mtoto kafanyaje? Mtoto alitoroka. Na wakati anatoroka ilikuwa ni usiku. Na wakati huo alikuwa na mamake. Hivi wewe unajua thamani ya mtoto wewe? Unajua thamani ya mtoto? Hakuna kitu ambacho kinaumiza hapa duniani kama mtoto. Alafu sikia nikwambie, wewe ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu. Lakini mbele ya haki, rafiki yangu, nakufunga. Nakufunga na kuambia ulimwachiliaje mpaka mtoto akatoroka? Rafiki yangu,
punguza hasira. Lengo langu mimi lilikuwa ni kumsaidia yule mtoto. Lengo ilikuwa si kwamba nimtoroshe au nimwachie atoroke. Rafiki yangu, yaani inafurahisha, alafu pia yani hivi wewe si una wadogo zako hivi, na wewe si umekuwa hivi? Kama ulimwengu ungekuachaniza kama ulivyomwachilia yule binti akatoroka, hebu nikuulize jambo moja rafiki yangu, unajua yule mtoto yuko wapi? Unajua yuko wapi sasa hivi? Rafiki yangu, kilichonileta nyumbani kwako hapa, mimi nimekuja kutafuta msaada kwako ili tuweze kuona kama jinsi gani tutampata yule mtoto. Msaada gani? Nakuuliza msaada gani na mtoto hayupo? Na nilikwambia umpeleke mtoto ukatoe taarifa. Nilikwambia. Rafiki yangu, kwanza muda huu tunapozungumza sikujui. Naomba tu kwa ustaarabu unyanyuke uendoke. Bila hivyo rafiki yangu, na ninakwambia hivi, kuanzia muda huu unapozungumza nakupa siku hizi 2. Kama hujarudi kunipa taarifa kwamba mtoto kapatikana, na kufunga. Yani unatikisa kichwa nini sasa? Ondoka! Siku hizi 2. Nenda kwambia siku hizi 2. Yaani watu wengine sijui wakoje. Yaani mtu kabisa, yani mtoto anamtoroka.